Yesu akaanza kuhubiri, Yesu akaanza kufundisha. Yesu alivyomaliza akamwambia tweka mpaka kilindini. Bwana asifiwe. Hakujua matokeo ya kutoa ni nini kitatokea. Hebu sema amen. Usijenge kwenye mawazo yako, jenga kwenye ahadi za Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Usiyetoa zaka, toa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Toa zaka, hutakuwa masikini. Jina la Bwana libarikiwe. Mwingine anasema nilisoma kwenye mtandao, nikakuta mtandao unasema zaka ilikuwa ni agano la kale, na nikakudanganya. Mungu atusaidie. Mwambie jirani yako Mungu akusaidie. Utoe zaka kabili. Ni ahadi ya Mungu, ukitoa nitakubariki. Tena akasema hivi, nisikilize. Nijaribuni kwa njia hiyo muone kana kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Sihubiri utoaji, na hubiri habari ya imani yako. Ikiwa imejengwa kwenye ahadi ya Mungu, utapokea. Hebu sema amen. Imani yako itakuponya, imani yako itakupa muujiza, imani yako itakupa mafanikio, imani yako itakupa ulinzi, ikiwa imejengwa kwenye ahadi za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia imani yako itakupa matokeo ikiwa imejengwa kwenye kutazama uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Marko sura ile ya 2 mstari wa 5, kiuliza wakati huu, imani yako umeijenga kwenye nini? Haleluya. Imani yako umeijenga kwenye nini? Jiulize. Hawa waliijenga kwenye ahadi ya Mungu. Ibrahimu akaijenga kwenye ahadi ya Mungu. Mpaka leo ninamtamka Ibrahim, maana imani yake ilitazama ahadi ya Mungu. Akasema yeye aliyeahidi ni mkweli. Haleluya. Sura ya 2 ya kitabu cha Marko. Sura ya 2 ya kitabu cha Marko, mstari ule wa 5. Imani kama hii inayoweza kukuletea muujiza lazima ijengwe kwenye uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sorry, sio Marko. Subiri kwanza. Ni Mathayo 9 mstari wa 28. Mathayo 9 mstari wa 28. Mathayo 9 mstari wa 28. Nianzie 27. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Haleluya. Na uhakika na matarajio ya kwamba mimi naweza nikafanya hili? Sikiliza walivyomjibu. Wakamwambia, naam Bwana. Haleluya. Haleluya. Imani yako kama imejengwa kwenye uwezo wa Mungu, lazima itapokea muujiza. Hebu sema amen. Yesu alipokutana na hawa vipofu, walimfuata wakisema, uturehemu mwana wa Daudi, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, uturehemu. Yesu akaenda mpaka nyumbani, wakamfuata mpaka nyumbani. Akageuka akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Akamwambia, tunataka tupate kuona. Bwana asifiwe. Tunataka tupate kufanya nini? Akawaambia, mnaamini ya kwamba naweza?
Na mimi nataka nikwambie, imani yako umeijenga ya kwamba Mungu anaweza? Haleluya! Mungu anaweza kukutoa hapo ulipo? Je, umejenga imani yako ya kwamba Mungu anaweza kukuinua akakupeleka kwenye ngazi nyingine? Je, imani yako umeijenga ya kwamba Mungu anaweza akakupa ushindi, akakufanya ukashinda? Hebu jiulize, imani yako umeijenga wapi? Bwana asifiwe. Ni kwenye ahadi za Mungu? Ni kwenye uwezo wa Mungu? Au umeijenga wapi? Lakini hawa vipofu walisema Yesu anaweza. Tukimwendea Yesu anaweza. Tukimwendea Yesu tutapona. Tukimwendea Yesu tutaona. Leo nataka imani yako uijenge kwenye uwezo wa Mungu. Haleluya, haleluya. Waliamini, walikwenda kwa imani. Yesu anaweza. Yesu anawauliza, je, mnaamini ninaweza? Wakamwambia, ndio, unaweza. Piga magoti ukijua ya kwamba Mungu anaweza. Nenda mbele za Mungu ukijua ya kwamba Mungu anaweza. Njoo ibadani ukijua ya kwamba Mungu anaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, unaelewa ninachokwambia? Imani yako ambayo itakupa muujiza wako ni ile iliyojengwa kwenye ahadi za Mungu. Ni ile iliyojengwa kwenye neno la Mungu. Ahadi yako itakayokupa muujiza ni ile iliyojengwa, ama imani yako itakayokupa muujiza ni ile iliyojengwa kwenye uwezo wa Mungu. Yesu akawaambia, mnaamini ya kwamba nina uwezo? Na leo anaongea na mtu fulani. Je, unaamini ya kwamba Yesu ana uwezo kuondoa shida yako? Je, una uhakika kwamba ana uwezo wa kutatua matatizo yako? Je, unaamini ya kwamba ana uwezo wa kukufanya ufanikiwe? Je, unaamini ya kwamba ana uwezo wa kukufanya uwe wa tofauti? Je, unaamini ya kwamba ana uwezo wa kufanya makubwa katika maisha yako? Hebu amini ya kwamba ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya zile siku za maombi nikawaambia, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lililogumu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno lililogumu kwa Mungu. Na asubuhi hii ya leo nataka ujenge imani yako ya kwamba hakuna lililogumu mbele za Mungu. Mtu akikuuliza, mbona tatizo lako ni kubwa sana? Mwambie hili simple. Kwa Yesu ni simple. Kwa Yesu ni jepesi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mzee, nimebeba mafurushi mazito. Mambo ni mazito sana. Nataka nikwambie, kwa Yesu ni mepesi. Yesu akawauliza, je, mnaamini naweza? Leo jenga imani yako kwenye uwezo wa Yesu, ya kwamba Yesu anaweza kuondoa tatizo ulilonalo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana Yesu akasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Na nafikiri wale vipofu huenda walishasikia haya maneno. Wakaambiwa, kuna mtu anaitwa Yesu mwana wa Daudi, anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wale vipofu wakasema, kwa hiyo wanaomwendea vilema wanaponywa, alifufua na wafu, akasema na sisi twende. Bwana Yesu asifiwe. Tukimsikia tupige kelele. Wakamsikia wakapiga kelele, Bwana mwana wa Daudi turehemu. Wakawa wanamfuata nyuma. Akafika nyumba, mnajua, mnaamini ya kwamba ninaweza kuwafanyia haya? Ndio Bwana, tunaamini. Mpokee sawa sawa na imani yenu. Asubuhi ya leo, kama imani yako umeijenga kwenye nguvu na uwezo wake Yesu Kristo, pokea sawa sawa na imani yako. Imani yako
itakufanya upokee muujiza. Imani yako itakufanya usiwe yule wa jana na wajuzi, uwe mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mwenye imani kama hii, mara nyingi mara nyingi huhakikisha anafanya kitu chochote kile ili mradi akutane na uwepo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya njia yoyote ile ili mradi anakutana na uwepo wa Yesu Kristo. Hebu sema amen. Haya, hebu fungua sasa Marko 10:52. Marko 10:52. Nisianzie 52, nianzie kwenye mstari ule wa 47. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengine wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, akamwambia, jipe moyo. Wakamwambia, jipe moyo, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Hebu sema amen. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Nataka nipate kufanya nini? Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akaona, akamfuata njiani. Hebu sema amen. Kwenye kisehemu hiki nilikuwa nataka nikwambie, mtu mwenye imani iliyojengwa kwenye ahadi za Mungu huomba. Mtu mwenye imani iliyojengwa kwenye uwezo wa Mungu huomba. Sema amen. Na hakuna kitu kitakachomzuia kuomba. Huyu ndugu alivyosikia ya kwamba Yesu anapita, akasema, Mwana wa Daudi ni rehemu. Walikwenda watu wakamwambia, kaa kimya. Kafanya nini? Kaa kimya. Wao walifikiri huenda anaomba pesa. Wao walifikiri ya kwamba huenda anaomba dhahabu. Hebu sema amen. Lakini hakukubali kuzuiliwa, aliendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuambie, mwenye imani iliyojengwa kwenye ahadi za Mungu hawezi kutulia. Hawezi kufanya nini? Ataomba. Mwenye imani iliyojengwa kwenye uwezo wa Mungu, uwezo wa Yesu, hawezi kutulia, ataomba. Bwana asifiwe. Ukiona mtu haombi, maana yake hana uhakika na ahadi za Mungu. Tuko pamoja? Ukiona mtu anakubali vitu vimzuie kuomba, hana uhakika na ahadi ya Mungu. Ukimwona mtu haombi, hana uhakika na uwezo wa Mungu. Mungu atusaidie. Hapa najua tutatulia. Wapendwa, wapendwa mpo? Tutatulia kidogo. Ukiona mtu haombi, hana uhakika na ahadi za Mungu, hana uhakika na kile kilichoandikwa kwenye neno. Ukiona mtu haombi, hana uhakika na uwezo wa Mungu. Mwenye uhakika atakazana kuomba.